Yesu unipenda. Mpendwa wana wa Mungu, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, anayekuletea neno la Mungu katika kipindi hiki cha huduma ya madhabahu ya Kristo. Ni mimi Christian Mwabukusi. Namba zangu za simu: Airtel 0692 893 294 na Vodacom 0768 211 785. Kwanza tuombe. Mungu Baba, tunakuja kwako tena, mimi pamoja na mwenzangu huyu tunayeshirikiana katika maneno haya kwa toba katika damu ya Yesu Kristo, Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Ninaomba unisafishe mimi, nafsi yangu, roho yangu na mwili wangu. Ninaomba umtakase na mwenzangu pia, nafsi yake, roho yake na mwili wake, kwa damu ya Yesu Kristo. Tunaomba tupate kibali mbele zako. Tunaomba tupate kibali mbele za watu. Tunapokuja kwako, tunakuja kuomba kwa ajili ya taifa hili katika majira haya ambayo kumekuwa na kelele nyingi, malalamiko mengi, manunguniko mengi, utani mwingi, uzushi mwingi na mambo mengi. Ni kipindi cha majaribio. Nasi tunakuja kwako wewe uliye Mungu unayekaa juu ya kiburi cha mawimbi ya bahari. Wewe ndio unayeweza na unayeweza kutuliza upepo huu na kutuliza bahari hii. Tunakuomba kwa hekima yako. Tunataka hekima yako katika taifa hili katika majira haya. Tunakuomba hekima yako, tunakuomba uongozi wako kama ulivyotushauri. Lakini pia tuko mbele zako Bwana kuomba kwa ajili ya watumishi wako ambao wamekuwa wanakutumikia wewe kwa uaminifu katika taifa hili. Wako watu ambao wamekutumikia Bwana kwa moyo wa upendo. Ninaomba Bwana uwakumbuke, naomba Bwana uangalie. Kwa hiyo ninapokuja mbele zako, ninakuja kuomba pia kwa ajili ya mahitaji binafsi ya watumishi wako katika kipindi hiki. Naona ni wakati mwafaka wa kuweza kukuletea maombi ya watumishi wako wanaotaabika na kuliombea hili taifa. Wako walioliombea hili taifa tangu utoto wao, tangu ujana wao. Wamekuomba usiku na mchana kwa ajili ya mafanikio ya Tanzania. Na wengine wameondoka mikono mitupu. Wengine wameondoka hawajaona yale ambayo Bwana walikuwa wameyakusudia. Na ni wakati wao sasa Bwana, na wao kufurahi katika taifa hili. Kwa utukufu wa jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Wapendwa wana wa Mungu, kwenye kitabu cha Zaburi ya pili, natamani katika kipindi hiki tuombee watumishi wa Mungu. Na hapa watumishi wa Mungu ninaongelea wana maombi ambao wamekuwa wanaliombea hili taifa. Hawa wana maombi, wana familia, wana mahitaji yao, wana vitu mbalimbali. Kwa mimi nataka tupeleke hoja zetu na maombi yetu katikati ya maombi haya na katikati ya kipindi hiki cha majaribio. Natamani tupeleke maombi na nitasoma mistari kadhaa kwenye Zaburi sura ya 2 mstari wa 6 mpaka wa 8. Zaburi sura ya 2 mstari wa 6 mpaka wa 8. Anasema hivi: nami nimemweka mfalme wangu juu ya Sayuni, mlima wangu mtakatifu. Nitaihubiri amri, Bwana aliniambia, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Uniombe, nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako, na miisho ya dunia kuwa miliki yako. Anasema uniombe, nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako, na miisho ya dunia kuwa miliki yako. Ngoja nifafanue kidogo ili tupatane namna ambavyo tunaenda kuomba. Mtunga Zaburi kwenye ule mstari wa 6 anaposema nami nimemweka mfalme wangu juu ya Sayuni, mlima wangu mtakatifu, anamaanisha namtukuza Mungu wangu, ama namtukuza Yesu wangu. Nimemweka mahali pa juu, ninamwangalia yeye. Unaona, ninamuinua yeye. Sasa wakati Yesu anainuliwa juu, kwenye mstari wa 7 anaendelea, anasema nitaihubiri amri, ama nitaliongea lile ambalo Yesu ananiambia. Nitawaambia watu taarifa ninazozipata kutoka kwa Yesu
kwa sababu mimi namwangalia Yesu yuko mahali pa juu. Kwa hiyo nitamhubiri Yesu, nitamtangaza Yesu. Ndio anachokiongea. Sasa anasema nitaihubiri amri Bwana aliniambia, ndiwe mwanangu mimi leo nimekuzaa. Kwa hiyo wakati anamhubiri Mungu Baba akasema wewe ni mwanangu, wewe ni mwanangu unayenitukuza. Afu akasema hivi, kwa sababu hiyo sasa uniombe, na mimi Mungu niko tayari kukupa mataifa yote kuwa urithi wako, kuwa ya kwako, na miisho ya dunia kuwa miliki yako. Sasa waombaji wote ambao tumekuwa tunaomba katika Tanzania, wote ambao mmekuwa mnamtukuza Yesu katika usahihi wake, katika kiwango chake, wote ambao mmekamatwa na moyo wa Kristo ndani yenu na mmekuwa mnamuinua Yesu na kumhubiri Yesu, Mungu anasema tumuombe, atatupa mataifa. Sasa sikiliza, hajasema atatupa taifa, atatupa mataifa. Kama tukimuomba atupe Tanzania, anatupa Tanzania. Mungu tunakuomba utupe Kenya, anatupa Kenya. Mungu tunakuomba utupe Rwanda, anatupa Rwanda. Ndio anachokisema. Uniombe, nataka uelewe hiyo. Lakini ajenda ya kwanza ni kwamba Yesu nimemweka juu ya kilele cha mlima Kilimanjaro. Namweka Yesu juu ya kilele cha mlima Kilimanjaro. Ndio maombi yangu hayo, kwamba aonekane kwamba yuko juu ya taifa zima. Halafu huyo Yesu nimeweka juu ya Kilimanjaro, nitamhubiri yeye, sitajihubiri mimi, nitamhubiri yeye, nitamtangaza yeye, nitamuinua yeye kila mahali. Halafu Mungu anasema ukifanya hivyo uniombe, uniombe. Kwa hiyo tunaenda kumuomba Mungu. Haimaanishi kwamba kwa sababu tunamtumikia Mungu basi kila kitu kitakuwa automatic. Hamna kitu kama hicho. Kila kitu akiwa automatic. Inatakiwa hata kama namhubiri Yesu, nikiwa na mahitaji ni muombe. Nikiwa na mahitaji ni muombe. Nataka uone hilo. Kwa hiyo na sisi pia tunatakiwa kuomba. Tunatakiwa kufanya huduma, lakini pia tunatakiwa kuomba. Sasa maombi ya leo ni ya kuwaombea watumishi wa Mungu ambao wamekuwa wanajitoa kwa ajili ya utumishi mkubwa ambao tunaufanya kwa ajili ya taifa hili. Ya kwamba na sisi pia tupate kushiriki baraka za Tanzania, tupate kushiriki furaha ya Tanzania. Haleluya. Ukienda kwenye Isaya 61 mstari wa 6 na wa 7. Isaya 61 mstari wa 6 na wa 7. Leo tunaomba kwa ajili ya watumishi wa Mungu. Isaya 61 mstari wa 6 na wa 7. Anasema hivi, bali ninyi mtaitwa makuhani wa Bwana. Watu watawaiteni wahudumu wa Mungu wetu. Mtakula utajiri wa mataifa na kujisifia utukufu wao. Badala ya aibu yenu, ninyi watumishi wa Mungu, mtapata maradufu. Na badala ya fedheha, wataifurahia sehemu yao. Basi katika nchi yao watamiliki maradufu, furaha yao itakuwa ya milele. Kwa hiyo maombi haya tunamuomba Mungu kwa ajili ya majira haya, na nyewe wote mnafahamu kwamba ni majira ambayo yamekuwa na kelele nyingi na matusi mengi. Lakini sisi tunaomtumaini Bwana katikati ya vurugu zote hizo zinazoendelea, iwe za kisiasa, za kijamii, sisi tunamuomba Mungu katikati ya vurugu hizo zote, Mungu atufanikishe. Wako waombaji wengi wanaishi nyumba za kupanga, wangehitaji wawe na mahali pao penyewe wasiwe wanasumbuliwa. Lakini wako waombaji wengi ambao wanaishi maisha ya kifukara. Ndio maana hapa nasema badala ya aibu yenu mtapata maradufu, na badala ya fedheha mtaifurahia sehemu yenu. Kwa hiyo maombi yangu ni kwamba waombaji wote walioko Arusha, waombaji wote walioko Kilimanjaro, waombaji wote walioko Tanga, walioko Manyara na kila mahali katika taifa hili, wote wanaomuomba Mungu Baba, Mungu Baba awakumbuke, akawasaidie, akawafungue, akawatoe kwenye maeneo yote yenye dhiki, yenye shida. Ukienda Isaya 49 ule mstari wa 6 mpaka ule mstari wa 12, 6 mpaka 12, anasema hivi, naam,
Isaya 49:6-12. Naam, asema hivi, ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu, ili kuziinua kabila za Yakobo na kuwarejeza watu wa Israeli waliohifadhiwa. Zaidi ya hayo, nitakutoa uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata miisho ya dunia. Bwana mkombozi wa Israeli, mtakatifu wake, amwambia hivi, yeye anayedharauliwa na wanadamu. Kwa hiyo waombaji wengi wanadharauliwa na Watanzania, wengi wanaoomba wanadharauliwa. Yeye anayechukiwa na taifa hili. Waombaji wengi wanachukiwa, waombaji wengi wanachukiwa na taifa. Taifa sio nchi, taifa ni mfumo wa maisha, nchi ni eneo la kijiografia. Yeye aliye mtumishi wao watawalao. Waombaji wengi wanakuwa kama vibarua, kama Yakobo alivyoenda kwa baba mkwe kule, pamoja na kwamba ana uwepo wa Mungu, akapewa kibarua cha kuchunga mifugo na akawa anaonewa. Na Waisraeli nao pia walionewa miaka 400. Ni watumishi wa Mungu, lakini wanawekwa kwenye nafasi za kudhalilisha kabisa. Wafalme wataona, watasimama, wakuu nao watasujudu, kwa sababu ya Bwana aliye mwaminifu, mtakatifu wa Israeli, aliyekuchagua wewe. Mwana maombi, wewe umechaguliwa na Mungu kuombea taifa hili. Hata kama hupewi ule uthamani, hauheshimiwi kwa kiwango kile, lakini Mungu mwenyewe atakuinua. Bwana asema hivi, wakati ule kubalika nimekujibu, na siku ya wokovu nimekusaidia. Nami nitakuhifadhi, nitakutoa uwe agano la watu hawa, ili kuinua nchi hii na kuwarithisha urithi uliokuwa ukiwa, kuwaambia waliofungwa, haya tokeni, na hao walio katika giza jionyesheni. Watajirisha katika njia, na juu ya majabali watapata malisho. Majabali manake mazingira magumu, watapata malisho. Hawataona njaa wala hawataona kiu, hali haitawapiga wala jua, kwa maana yeye aliyewarehemu atawatangulia. Naam, karibu na chemchemi za maji atawaongoza. Nami nitafanya milima yangu yote kuwa njia, na njia kuu zangu zitatukuzwa zote. Tazama, hawa watakuja kutoka mbali, na tazama, hawa kutoka kaskazini na kutoka magharibi, na hawa kutoka nchi ya Sinimu. Kwa hiyo sisi waombaji tunadharauliwa, tunachekwa, tunaonyeshwa. Yani kuna siku moja nikawa namwambia inabidi tumuombe Mungu kwa ajili ya taifa letu, ili kwamba Mungu alifanikishe. Aliniangalia kuanzia juu mpaka chini, alinipandisha akanishusha, na ni mbaba. Akambia, kumbe na wewe bado uko kwenye ujinga ule ule. Aliniambia hivyo, bado upo kwenye ujinga ule ule. Nikataka kumwambia huyu baba nikamwambia, Bwana Yesu, naomba nisije nikajidai kwa huyu baba nikaharibu mambo. Lakini nachotaka kusema ni kwamba sisi tunaotumia njia ya maombi tunaonekana sisi mahohehahe. Mtume Paulo anasema tumehesabiwa kuwa kama takataka za dunia. Kwa hiyo mimi ninamuomba Mungu Baba katika majira haya, mwaka huu 2025, tunamuomba Mungu Baba watumishi wake ambayo wamekuwa wanamlilia usiku na mchana, wamekuwa wanaombea taifa hili. Naomba ni wakati wao wa kulipwa mishahara yao. Itapatikana vipi? Mungu mwenyewe aangalie. Nitawatafutia mstari mmoja ambao Mungu aliwahi kumwambia, alimuuliza Yeremia. Je, Yeremia? Akasema akasema wakati ule mfalme Nebukadneza alipoenda kuwapiga Ashuru, wale askari wake walipata mshahara. Yeremia akasema hapana, hawakupata mshahara. Akaambia, basi nenda kamwambie Nebukadneza ya kwamba nimempa nchi ya Misri kuwa mshahara wa askari wake. Kwa hiyo askari wa Nebukadneza wakaondoka kwenda kuipiga Misri na kuteka nyara vitu, wakagawana askari kwa askari. Sasa ni wakati wetu sisi wana maombi ambao tumekuwepo katika Tanzania hii, ni wakati wetu na sisi pia kuenjoy baraka za taifa hili. Nimekuwa nasafiri sana, nasafiri na ndege, nasafiri na nini. Unaenda airport, unaowakuta walioko airport, sidhani kama wamewahi kuinvest hata muda mmoja kuweza kumwomba Mungu. Unakuta wanakwenda huku, wanakula vizuri, wanalala vizuri, wanacheka vizuri na malipstick yao na wanja zao. Sasa sikiliza, ni wakati wa waombaji nao kula. Mwaka huu tunaanza kula, na sisi tunataka tule. Nakupa mstari. Isaya sura ya
tuanzie sura ya ngapi ya Isaya? Ya 23. Ngoja tuanzie sura ya 23. Nataka nikuonyeshe mistari kwa nini nyinyi watumishi wa Bwana mnatakiwa na nyinyi mle, mnatakiwa na nyinyi mpande ndege, mnatakiwa na nyinyi muishi vizuri katika taifa hili. Nawapa mistari. Hii ndio mistari tunayoitumia kwa maombi. Hapa ninahamasisha, lakini wewe mwenyewe unaweza kuchukua siku 7, siku 40 unaombea maisha yako. Anasema hivi, Isaya 23:17 mpaka 18. Hata itakuwa mwisho wa miaka 70. Sasa kwetu sisi Mungu Baba aliniambia mwisho wa mateso ya waombaji wote ni miaka 65. Lakini Waisraeli waliambiwa miaka 70. Unaona? Itakuwa mwisho wa miaka 70 Bwana ataizuru nchi ya Tiro. Nchi ya Tiro ilikuwa ni nchi inayotawaliwa na Ibilisi. Ndio tafsiri yake kibiblia. Mfalme wa Tiro ni Ibilisi. Unaona? Nchi ya Tiro. Naye atarudi apate ujira wake. Yaani huyo Tiro atarudi apate ujira wake. Atafanya ukahaba, ataingia mikataba. Atafanya ukahaba pamoja na falme zote za ulimwengu. Maana yake ataingia mikataba na watu wengi juu ya uso wa dunia. Na biashara yake huyo Tiro na ujira wake huyo Tiro utakuwa wakfu kwa Bwana, hautawekwa hazinani wala hautawekwa akiba, bali mapato ya biashara yake yatakuwa mali zao wakaao mbele za Bwana, wapate kula na kushiba na kuvaa mavazi ya fahari. Ndio neno linavyosema. Unaona? Tiro ni ufalme wa Ibilisi. Ezekieli 28 mstari wa 1 mpaka mstari wa 5. Neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu, mwambie mkuu wa Tiro, Bwana Mungu asema hivi, kwa kuwa moyo wako umeinuka, nao umesema mimi ni Mungu, nami nimeketi katika kiti cha Mungu kati ya bahari. Lakini mwanadamu wala si Mungu, ujapokuwa umeweka moyo wako kama moyo wa Mungu. Tazama, una hekima kuliko Daniel, hapana neno la siri watu wawezalo kukuficha. Kwa hekima yako na kwa fahamu zako umejipatia utajiri, nawe umepata dhahabu na fedha katika hazina zako. Kwa hekima yako nyingi na kwa biashara yako umeongeza utajiri wako, na moyo wako umeinuka kwa sababu ya utajiri wako. Yaani ameingiwa na kiburi. Na katika Tanzania hii kuna watu wana kiburi kwa sababu ya pesa. Nasema ni wakati tena, ngoja nikueleze. Unachukua majina yao. Mtu yote mwenye kiburi ambaye ana pesa, chukua jina lake, ingia nalo kwenye maombi, kwamba Mungu wangu, huyu mmoja huyu ana kiburi sana kwa sababu ya pesa, nataka pesa yake. Naenda mahali pengine. Ezekiel 28 mstari wa 11 mpaka ule mstari wa 13. Tena neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, mfanyie maombolezo mfalme wa Tiro. Tafsiri yake, anza kumlilia kilio. Mfalme wa Tiro anakufa, mfalme wa Tiro anakufa. Umewahi kufanya maombi kama hayo? Maombi ya kuomboleza. Anasema mfanyie maombolezo mfalme wa Tiro. Mwanadamu, mfanyie maombolezo mfalme wa Tiro. Umwambie Bwana Mungu asema hivi, wewe akitia muhuri kipimo, umejaa hekima na ukamilifu wa uzuri. Kwa hiyo huyo Tiro, mfalme wa Tiro, alikuwa na uzuri wa sura. Ulikuwa ndani ya Aden, bustani ya Mungu. Ndio hapo niliposema kwamba alikuwa ni shetani. Ndio maana anasema alikuwa Aden, bustani ya Mungu. Alikuwa Eden, yule nyoka, bustani ya Mungu. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako. Anayataja madini pale, akiki na yakuti manjano na almasi na zabarajadi na shohamu na yaspi na kuti samawi na zubaridi na baharamani na dhahabu. Kazi ya matari yako na filimbi zako ilikuwa ndani yako, katika siku ya kuumbwa kwako zilitengenezwa tayari. Mstari wa 14. Wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Hiyo ndio maana nilikuwa kwambia mfalme wa Tiro ni Ibilisi. Mungu anamwongelea Lucifer, anamwongelea Ibilisi hapo. Kwa hiyo Ibilisi ndio amekusanya pesa na mali zote za dunia. Na hata alipokuja Yesu alimwambia, ukinisujudia nitakupa mali za ulimwengu. Sasa wewe, kuna maombi sasa siwezi kuyafundisha hadharani. Natakiwa niyafundishe kwenye vikundi vya ndani. Yaani naviweka vikundi na wafundisha namna ya kuomba hayo maombi ya kumnyang'anya Ibilisi. Lakini nataka uone Mungu Baba ameshatoa ahadi. Na lazima Mungu Baba asimamie ahadi zake. Hebu twende kwenye kitabu cha Mithali sura ya 13 mstari wa 22. Hiyo ni mstari ya kutumia. Ninaongea na waombaji ambao wamekuwa wanateseka kiuchumi.
hawajui namna ya kuomba, na wakati mwingine wanafikiri wakiomba hivyo wanafanya dhambi. Nakupa uhalali wa kimaandiko. Anasema hivi, Mithali 13:22, mtu mwema huwaachia wana wa wanawe urithi, na mali ya mkosaji huwa akiba kwa mwenye haki. Sasa wewe, nimekwambia listi wakosaji wote unaowajua Tanzania, listi, andika majina ya wale unaojua ni wakosaji. Tena anza na wale ulio nao karibu. Anza kufanya maombi hayo kwamba Mungu Baba, huyu ni mkosaji na ana mali, nazitaka hizo mali. Hata kama mimi sizihitaji, watoto wangu wanazihitaji. Hata kama watoto wangu hawazihitaji, wajukuu zangu wanazihitaji. Ndio anachokisema hapa. Mtu mwema huwaachia wana wa wanawe urithi, na mali ya mkosaji huwa akiba kwa mwenye haki. Kwa hiyo wanyang'anye wakosaji walioko Tanzania. Mimi kwanza nakuanzia na Tanzania. Bado sijakupa dunia nzima. Na kuanzia na Tanzania. Bado hatujaenda kwa Bill Gates, bado hatujaenda kwa huyo Elon Musk na nani. Wakosaji wote. Neno la Mungu linasema hivyo. Mhubiri sura ya 2 mstari wa 26. Mhubiri sura ya 2 mstari wa 26. Anasema hivi, kwa sababu Mungu humpa yeye aliyemridhia hekima na maarifa na furaha, bali mkosaji humpa taabu ili kukusanya na kututa, apate kumpa huyo ambaye Mungu amridhia. Hayo nayo ni ubatili na kujilisha upepo. Sasa sikiliza, mimi nakupa tu mistari ya kuhalalisha maombi yako. Kama wewe kweli umekuwa unaliombea hili taifa la Tanzania, ni wakati wa kumwomba Mungu Baba mshahara wako. Unamwomba Mungu Baba mshahara. Wana wa Israeli walimtumikia Farao miaka 400. Mshahara wao wakapewa siku anatoka. Wakapewa mali nyingi sana. Na wewe umekuwa unaliombea taifa la Tanzania. Ni wakati wa kumwomba Mungu Baba kwamba ufalme wa mbinguni bado ninautaka, lakini pia na hapa duniani bado ninataka ni enjoy maisha. Okay, twende kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 15. Maana unaweza kusema kwamba labda huyu mtu haya maneno anayoyasema hayapo. Mwanzo 15 tuanzie mstari wa 13 mpaka mstari wa 18. Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake, watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. Hata na taifa lile watakao watumikia nitawahukumu, baadaye watatoka na mali mengi. Lakini baadaye watatoka na mali mengi, watatoka na mali nyingi. Watatoka na mali nyingi. Anasema hivi, mstari 13 wa 14. Bwana akamwambia Abraham, ujue hakika ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni katika nchi isiyo yake, watawatumikia watu wale, nao watateswa muda wa miaka 400. Hata na taifa lile watakao watumikia nitawahukumu, baadaye watatoka na mali mengi, watatoka na mali nyingi. Unaona? Lakini wewe utakwenda kwa baba zako kwa amani, utazikwa katika uzee mwema. Ndio maana nimesema kwamba tunaomba tuchukue mali, hata tutawachia na watoto wetu na wajukuu wetu. Hapa ni Ibrahim anaambiwa kwa habari ya watoto wake, kwa habari ya wajukuu zake, vizazi 4. Kwa hiyo na wewe pia muombaji wa taifa hili, umekuwa unaiombea Tanzania. Unasikia tu kuna madini ya Tanzanite, hujawahi kula hata sentano ya Tanzanite. Sijui kuna madini ya dhahabu, hujawahi kula. Umekuwa unaliombea hili taifa. Mungu Baba, naombea bunge. Na kule wabunge wanasema jamani, ombeeni bunge. Wanapata mishahara, hawakukumbuki hata kwa sentano. Ni wakati wa kukumbukwa sasa. Ni wakati wa kukumbukwa sasa. Kwenye kile kitabu cha Kutoka sura ya 12. Kutoka sura ya 12. Kutoka sasa ninawaambia maombi ya kuomba mwezi huu. Maana watu wengi wananiuliza, sasa mtumishi tunaombaje? Na wengi wanaangalia tu masuala ya uchaguzi. Nataka sasa hivi na sisi tule. Wanaohangaikia uchaguzi acha wahangaike. Sisi tunataka tule saa hizi. Tulishaomba sana kwa habari ya uchaguzi huu. Angalia kwenye kitabu cha Kutoka 12, angalia ule mstari wa 35 na 36. Wana wa Israeli wakafanya kama neno lile la Musa, wakataka kwa Wamisri vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi. Bwana akawajalia kupendelewa na Wamisri, hata wakawapa kila walichokitaka, nao wakawateka Wamisri nyara. Sasa kumbuka, hawa Wamisri ndio walikuwa na wakandamiza Waisraeli kwa miaka 400. Lakini siku ya kutoka, wakati wamekufa, wako kwenye misiba, Wamisri walikuwa kwenye misiba. Mungu akasema nendeni hivyo hivyo, wakati wanalia kilio, nendeni mkaombe vitu vyao. Wakambia ingieni tu ndani, chukua chochote unachotaka. Wakabeba mavitu hao, wakaondoka. Kwa hiyo na sisi pia katika majira haya
Ni majira ya kutoka. Haya ni majira ya kutoka. Mwaka uliokubaliwa na Bwana ni mwaka huu 2025 mwezi wa 10 mpaka mwaka 2026 mwezi wa 4. Ni kipindi cha kumwomba Mungu. Wakati wengine wako kwenye vilio, sisi tutakuwa tunasherekea. Kulikuwa na kilio upande wa Wamisri, kukawa na kicheko upande wa Wayahudi. Kutakuwa na kilio kwa watu waliocheka sana, waliofurahi sana, walioenjoy sana. Lakini upande wetu sisi kutakuwa na furaha. Kutakuwa na furaha. Bado naendelea. Bwana Yesu wakati anafanya huduma, nyinyi wote mnakumbuka, walimwendea watu 10 ambao walisikia habari zake, jinsi anavyoponya watu. Wale watu 10 walipoenda kwa Yesu, akawaombea wakapona. Walipopona, jiani mmoja tu alirudi kwenda kumshukuru Yesu. Na wauliza, nyinyi ambao tumekuwa tunaliombea hili taifa na mmekuwa mnakula tu, mnanenepa, mnakula tu, aliyefanya sahihi ni nani? Wale 9 walioondoka moja kwa moja, ama huyu mmoja aliyerudi? Unaona? Kwa hiyo ninatamani niseme hivi, kuna watu wengi wanafanya kazi ya Mungu, lakini hawapewi heshima inayostahili ya kujitoa kwao. Siongelee, maana kuna watumishi wengine ni waajiriwa na kuna watumishi wengine walioitwa. Sasa mimi naongelea watumishi walioitwa na Mungu kufanya kazi ya Mungu, ambao hawatumiki kwa sababu ya kupata pesa tu. Wanatumika kwa ajili ya ajenda ya Mungu. Lini wamekumbukwa? Ndio maana ninamsisitiza sana Mungu Baba atukumbuke katika majira haya. Wote ambao tumekuwa tunaombea hili taifa kwa miaka yote hiyo. Nilimuona mama yangu akiombea hili taifa. Nimemuona tangu nikiwa mdogo, mama yangu analiombea hili taifa. Nakumbuka alikuwa anamuombea Nyerere, mpaka anasema Nyerere ni kaka yangu. Mwalimu Nyerere alizaliwa mwaka 1922, mama yangu alizaliwa mwaka 1926. Akawa anamuita Mwalimu Nyerere ni kaka yake. Sasa tunataka sisi ambao tumekuwa tunajitoa kwa ajili ya taifa hili kuomba, nyinyi waombaji wote, nataka muelewe haki zenu. Mnatakiwa mupate haki katika taifa hili. Mule matunda ya taifa hili. Kama kuna kilimo, mule mazao. Kama kuna matunda, mule. Kama kuna mifugo, mule nyama katika taifa hili. Ndio maombi tunaomuomba Mungu, na tunajipatanisha na hayo mafanikio. Tuombe. Baba, tunakuja kwako tena katika majira haya, mimi pamoja na wenzangu wote. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 2 mstari wa 7 umesema, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa, uniombe nami nitakupa mataifa yote kuwa urithi wako, na misha dunia kuwa miliki yako. Mungu Baba, mimi na wenzangu wote tumekuwa tunaliombea taifa hili sana. Tumekuwa tunaombea mikoa hata ambayo hatuishi. Tumekuwa tunaombea wakulima hata ambao hawakujui wewe Mungu wala hawatujui sisi. Lakini tumekuwa tunaomba amani ya taifa hili. Tunakuja kwako sasa tena katika jina la damu ya Yesu. Ninajua waombaji wengi ambao wamekuwa naombea taifa hili hawajawahi kufurahia utajiri wa nchi yao. Hawajawahi kufurahia utajiri wa nchi hii. Hawajawahi kulipwa hela. Na mimi nakuja mbele zako Bwana. Ninakuja katika mlango wako. Ninakuja kugonga hodi kwenye mlango wako. Ninakuomba Mungu Baba uwakumbuke watumishi wako. Kama ulivyowakumbuka wana wa Israeli miaka 400. Naomba uwakumbuke wa Tanzania waombaji ambao wamekuwa wanaombea taifa hili. Wako wanaoombea serikali. Wako wanaoombea mashule. Wanaombea wizara ya afya. Wanaombea viwanda na biashara. Wako wanaoombea uchumi. Wako wanaoombea mambo ya kiroho ya taifa hili. Wako wanaoombea afya. Wako wanaoombea siasa. Na wanaomba hakuna anayewalipa. Baba, ninakuja kwako tena katika jina la damu ya Yesu. Maombi yangu haya yafike mbele zako. Ninaomba tunajipatanisha na mali zote za taifa hili zinazopatikana ndani ya bahari ya Hindi. Tunajipatanisha nazo kwa damu ya Yesu. Mali zote za ziwa Victoria, mali zote za ziwa Tanganyika, mali zote za ziwa Nyasa, mali zote za mkoa wa Arusha tunajipatanisha nazo, za mkoa wa Kilimanjaro, za mkoa wa Manyara, za mkoa wa Tanga. Tunajipatanisha na huo utajiri wa Dar es Salaam, wa Lindi, wa Mtwara, wa Ruvuma, wa Rukwa, wa Mbeya, wa Iringa,
wa Songwe, wa Njombe, wa Katavi, wa Simiyu, wa Kigoma, utajiri wote wa Mara, wa Kagera, wa Mwanza, wa Geita, wa Shinyanga, wa Tabora, wa Singida, wa Dodoma, wa Morogoro, utajiri wote wa Unguja, wa Pemba, utajiri wote unaopatikana juu ya kilele cha mlima Kilimanjaro na milima mingine yote, utajiri wote wa bonde la Ufa, utajiri wote wa nyanda za juu kaskazini na nyanda za juu kusini, utajiri wote wa mito. Tuna mto Ruvuma, tuna mto Wami, tuna mto Pangani, tuna mto Ruaha, tuna mto Kagera, tuna mto Malagarasi, tuna mabwawa ndani ya nchi hii, tuna mbuga za wanyama, tuna mbao, tuna miti, rasilimali za ardhi ya Tanzania. Baba, tunajipatanisha nazo. Hata sisi ni Watanzania, hata sisi waombaji ni Watanzania. Ninaomba mshahara wa waombaji, Bwana Yesu, ninaomba mshahara wa waombaji. Nimeenda kwenye milima mbalimbali katika taifa hili, milima ambayo watu wanaomba. Nimekwenda milima mbalimbali katika taifa hili, nimezunguka mpaka Tabora. Kwenye ile milima nimewaona watu wanapanda kwenye milima wanaliombea taifa. Nimekwenda milima mingine ya hapa Arusha, ya Kilimanjaro, nako pia watu wanaomba usiku na mchana. Nimeenda kule kusini Mbeya, nimeona watu wanapanda kwenye milima kwenda kuomba. Na mimi nakuja mbele zako Bwana, ni wakati wa watu hawa ambao wamekuwa wakikulilia usiku na mchana, wapewe haki yao, wapewe chakula kama ulivyosema, wapewe mavazi kama ulivyosema, washiriki utajiri wa dunia hii kama ulivyosema, katika jina la damu ya Yesu. Baba, ninaomba, ninapatana na wenzangu wote, tunaomba. Tumeishi maisha ya fedheha, tumeishi maisha ya kuchekwa, tumeishi maisha ya kudharauliwa. Ni wakati sasa na sisi Bwana tuenjoy maisha katika taifa letu. Ni wewe umeahidi Baba, nami nakuomba wewe kwa hayo maneno yote na zile ahadi zote, na wewe Mungu Baba ni mkweli. Ninaomba mambo yetu yaliyofungwa yafunguliwe sasa katika jina la damu ya Yesu, na kila kitu cha kwetu kilichofungwa kapate kufunguliwa. Baba, ninakushukuru. Ninaomba kwa ajili ya wenzangu wote tunaoomba usiku na mchana kwa ajili ya taifa hili. Naomba Bwana ujitukuze, naomba Bwana uonekane, kwa kuwa wewe ni Mungu, kwa kuwa wewe ni Mwokozi, na kwa kuwa wewe ni Mungu wa kweli, na neno lako ni kweli, na ahadi zako ni kweli. Naomba Bwana Yesu, katika majira haya watoto wako wote wafurahi na kushangilia katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Amen. Wapendwa wana wa Mungu, bado niwakumbushe kwamba jina langu naitwa Christian Mwabukusi, na huduma hii ambayo naitumikia inaitwa Madhabahu ya Kristo. Namba zangu za simu ni 0692893294, 0692893294. Hiyo ni Airtel, na 0768211785, 0768211785. Mungu akubariki sana. Tumia namba hizo kutuma sadaka. Tumia namba hizo kama unataka ushauri na kama unataka maombi. Mungu Baba ninayemtumikia akubariki katika jina la Yesu. Amen. Yeah.